wamekuja. Nani wamekuja? Wale wainjilisti. Nachukia hao wainjilisti kwa moyo wangu wote. Wamekuja kuwaweka mateka huru. Wamekuja kubomoa madhabahu ya zamani. Sio kwa eneo yangu. Twende tuwamalize kama wale wengine. Ha ha ha. Hamjamboni babu. Hatujambo wanangu. Samahani, yako wapi yale madhabahu ya zamani ya kijiji hiki? Asanteni sana babu. Ngojeni kidogo. Hivi nyinyi manabii mmejuaje kuhusu madhabahu hayo? Hapana, sisi ni wainjilisti tu. Kwani umeshangazwa na hilo? Ndio. Kwa nini? Hakuna wainjilisti ambao wanaweza ishi katika kijiji hiki. Hakuna kanisa linaloweza simama katika kijiji hiki. Hakuna mtu ashawahi fanyika mtu wa maana kwa kijiji hiki. Kijiji chote kimelaaniwa. Tunaishi chini ya utumwa wa shetani. Je, tutawahi kuwa huru? Mwangaza utawatuangazia kweli. Je, Mungu wenyu atatuokoa? Kama mjaiona, hata kusikia mjasikia. Kama tu mngelisikia, mngeweza kuokoa maisha yenu. Lakini sasa umeshachelewa. Tayari mmezingirwa na giza kuu. Nani ako na nguvu za kutosha za kuokoa kutoka kwa mikono yetu? Tayari mko katikati ya giza kuu. Tazameni kilichowazingira. Giza kuu. Bwana ni nuru yetu na wokovu wetu. Tumogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wetu. Tumhofu nani? Hatutaogopa hofu ya usiku wala mshale urukao mchana. Bwana tauni pita gizani. Bwana huwa anaharibu adhuhuri. Bwana ndiye mlinzi wetu. Bwana ni uvuli wa mkono wa kuume. Jua litatupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Kila silaha inukayo juu yetu haitafaulu, na kila lililoinuka katika hukumu kwa kukosa. Isaya 62. Maana tazama, giza kuu zitajifunika dunia na giza kuu zitajifunika makabila ya watu. Bali Bwana atatufikia sisi na utukufu wake utaonekana juu yetu. Bado tunatufanyia hivi, imekuwa wazuri kwa kijiji hiki. Kwa jinsi gani? Tunawapa ulinzi. Na bado anakufa kelele. Je, hiyo itakuwaje biashara yetu? Bado tunawapa vipawa vya unabii. Ili wale shida za baada ya suluhisho. Kwani si hivyo ndivyo Kristo siku hizi wanavyotaka? Na bado nawapa watoto. Watoto ambao mazazi zishapooza. Natarajia nini? Shetani hana chochote kizuri cha kupeana. Hiyo sio shida yetu. Hivyo ndivyo hicho kitabu chetu kinavyosema. Yohana 10:2. Na Yesu alikuja ili wawe na uzima na wawe na uteletele. Kwa hiyo Yohana 10:10. Wadaktari wa sasa hivi mnatikisa mzini wangu. Kwenye mfano mwao. Imeandikwa
2:14 akayafuta masharti yote ambayo yakuwa yanaendana nasi na akayaondoa mbele yetu na akayasulubisha msalabani. Hata kama kwa aibu na katika chini kwa kaburi. Anatawala milele kwa nguvu zake kuu. Msifuni kwa ajili ya utukufu wake mkuu. Kitabu cha Ayubu 24:22. Kuokoka wenye nguvu kwa uwezo wako, ingawa wamestari hawana uhakika wa maisha. Bwana, ukuni wako na mamlaka na enzi. Tunajua Mungu wenu ndiye mwenye nguvu zaidi. Ndio, Yakobo 2:19. Pia mashetani nao wanaamini na kutetemeka. Ndio, bila shaka. Katika Yuda Mungu wenu anajulikana. Jina lake ni kuu katika Israeli. Makao yake katika Sayuni. Huko alivunja mishale imetametayo, ngao na panga, silaha za vita. Wewe peke yako ndiye unang'aa. Mwenye fahari zaidi ya milima yenye utajiri wa wanyamapori. Ulala usingizi wao wa mwisho. Hakuna hata mmoja wa watu wa vita anayeweza inua mkono wake. Kwa kukemea kwako, Mungu wa Yakobo, farasi na gari la vita vilikaa kimya. Wewe peke yako ndiye wa kuogopwa. Ni nani awezaye kusimama mbele yako unapokasirika? Kutoka mbinguni ulitamka hukumu, nayo nchi ikaogopa ikawa kimya. Zaburi 76:1-8. Exactly wainjilisti. Lakini ni Wakristo wangapi wanalojua hili? Hata hajui jinsi Mungu ni mwenye nguvu. Wanaogopa mashetani kuliko wanavyomwogopa Mungu wao. Na sisi mashetani tunatetemeshwa na uwepo wake. Hiyo ndio maana magano kama yawezi yakavunjwa, kwa sababu hawajui kile ambacho kimeandikwa kwa Biblia zao. Hatima yao ipo mikononi mwenu. Tendo lishafanyika. Walijieka njaa wakisema ni njia ya kufunga. Kwani hawajui moto wao wa Roho Mtakatifu hauna nguvu yoyote bila neno la Mungu? Hawezi kutushinda. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Mtendakazi asiana sababu ya kutahari halali neno la kweli. Exactly. Timotheo 2:2-15. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwao, bali wayatafakari maneno yao mchana na usiku. Hekima ni bora kuliko utumwa. Kwa hivyo jipe hekima, hata ikikugharimu vyote ulivyo navyo. Pata ufahamu. Rudini mlikotoka injilisti. Waacheni Mungu wao apiganie. Kitabu cha Kutoka 14:14 inasema, Bwana atawapigania nao atanyamaza kimya. Mathayo 11:12. Tangu siku zile za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni upatikana kwa nguvu na wenye nguvu huuteka. Unapingana na neno la Mungu wako? Nyamaza. Nyamaza. Siwezi puuza njia zenu, na hilo si ajabu, kwa sababu hata shetani hujigeuza ili aonekane kama malaika wa Mungu. Wakorintho wa pili 11:14. Yule nani anaweza kunyang'anya mateka wake au jeshi lake lililofungwa kihalali kuokoka? Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi lake lililo hodari watapokonywa mikononi mwake na wafungwa wake waliojabali wataokoka, na maana Bwana atatesa na yeye atesaye na yeye, na atawaletea wanawake wokovu. Fungukeni enyi mlango za kale, ili mfalme wa utukufu waingie. Ni yule mfalme wa utukufu. Ni Mwenyezi Mungu mwenye uwezo na nguvu. Mwenyezi Mungu
sana. Achana na sisi, achana na sisi.